habari za ukuzaji wa talanta. Je, wewe ni mzazi kule nyumbani, mtoto wako ana talanta ipi? Je, umeikuza? Na hivi basi, kama umeikuza, unailindaje? Karibu, mimi ni Bravin Karamu. Katika ukuzaji wa talanta, tunaangalia shule nyingi. Kwa mfano mimi, nilipoingia kidato cha kwanza, ndipo nilianza ufanisi wangu wa kuwa mwanahabari. Je, wewe ni mwalimu mkuu, mwalimu au mwanzilishi wa shule? Je, umetunza talanta yako? Wewe mzazi, una jukumu kubwa kuanzisha talanta. Angalia pale wazungu. Mwanafunzi yuko darasa la 6, lakini ana kipawa. Kipawa kile kinakuzwa na wazaziwe. Je, Wakenya tuko wapi? Wa Kisii tuko wapi? Lugha zote tuko wapi? Ndio hayo makala kuza talanta. Asante sana. Kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada bali kutii amri na kupatia mwisho wa habari zetu za Kisii FM. Niite Michael Mochumbe ama mwana wa Mochumbe. Assalamu alaikum penzi msikilizaji, mtazamaji, natumai umbukheri wa afya na karibu katika habari zetu zinazoaminika kote nchini. Yaliyomo vidokezo. Ungana nami Omar Saida hadi tamati. Sekta ya kilimo. Serikali imechukua hatua katika kuimarisha upande wa kilimo. Hapa ni baada ya Rais wa Jamhuri ya Kenya watano William Samoei Ruto kuweza kupunguza bei ya mbolea. Hii ikiweza kusaidia wakulima wote wa majani chai na wakulima wote wa vyakula humu nchini. Hii ikisaidia katika kuongezeka kwa idadi ya chakula ambayo inaweza kuzaliwa. Hapo upande mwingine, naibu rais Rigathi Gachagua achukua hatua ya kuweza kuwaambia wakulima wote ama kuwapea ruhusa wakulima wote katika kupanda katika misitu. Hii ikiweza kusaidia na kuongeza idadi ya chakula nchini. Ikiweza pia kuweza kusaidia Kenya kukumbana na janga hili la vyakula nchini Kenya. Ni kweli kwamba siku iliyongojewa kwa rakba ya mkanja hatimaye imewadia. Wanafunzi waletwa katika studio ya Kisii FM kukuza talanta zao. Wanafunzi waipa kongole shule ya Mwongori kuleta katika Kisii FM kupata kukuza talanta zao. Hii ni almuradi kwa David Mbaka aliyowapa nafasi kama hii kukuza talanta zao. Ni hayo tu. Na katika sekta ya uchumi ni kwamba hii ni baada ya bei ya mafuta nchini kupanda bei kwa 20%. Hii imeweza kuchangia katika kupanda kwa bei ya bidhaa na kusababisha hali ya uchumi nchini kupanda. Wananchi nchini wameweza kuomba serikali mpya ya Kenya kuweza kupunguza bei ya bidhaa nchini ili kujali maslahi ya wale watu wa chini. Asante. Basi ifuatayo ni shairi kutoka kwa mwenzetu hapa. Kukichani midomoni, kusimanga ni Kisii. Munani kina fulani, mbona hampumziki. Mwaruka hadi hewa ni kudidimiza haki. Wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Midomo yenu meusi kwa Kisii kuiongea. Njia hazimeinyasi kwa safari za umbea. Na hivi mkome basi stesheni kuiongea. Wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Kisii redio bora kote nchini kitamba. Burudani zimurua zote wanazotupatia. Wakitupa burudani nasi twazikumbatia. Wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Tamati nimeshafika sasa ninahisi njaa. Tumbo linatetemeka bora niende kukaa. Nisije nikaanguka mkaniita kichaa. Kisii FM sasa ni moto tena wakwote ambali. Asante sana. Naam, kabisa zaidi. Ikiwemo ni shairi hiyo yatufikia kikomo cha habari zetu za siku ya leo. Sisi kama wana Daima TV katika shule ya sekondari ya Mwongori tutakomea hapo kila siku, na sisi ndio wana Daima.
Asante sana, wapi makofi yao tafadhali? Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba hawa ni wanafunzi kutoka shule ya upili ya Mwongori, wale ambao ni kutoka kile chama cha utangazaji kule shuleni. Unaona kwamba wana lazima sana ya kuwa watangazaji katika siku zao za usoni, lakini kuna wale wa lugha ya Kigusi, kuna wale wa lugha ya Kiswahili, na sasa tunaingia katika kitengo kingine cha wale ambao ni wa lugha ya Kiingereza. Good afternoon, I guess. The message to the teenagers, I want to talk about peer pressure and drugs with self-esteem. As you all know, all teenagers, we have problems with peer pressure. And it's actually something that you can take care of and get through with it. So, like, just one word, like, follow what your heart tells you. To the drugs side, like, it's not a must for you teenagers to take drugs so that you can look cool to your fellow students or fellow classmates or friends. Like, just abstain. To the self-esteem, but just have the higher self-esteem and just believe in yourself and trust in yourself. Yeah, that's it. Thank you. Next. Good afternoon. This goes to our grannies and grandpas at home, wherever you are. We have the basic English that you can use at home or whenever you want to communicate to your children or anyone else. These are some of the sentences. I'm going to the supermarket. A supermarket. Yeah. To our grannies. To our grannies, you can use just this simple English that I'm going to the supermarket so that you can tell to anybody who is around you. Kwenda supermarket. Another one, what do you want to eat? Kori. Yeah, that's what we have. Let me welcome my friend to continue. Good afternoon, I guess. I'm going to tell this to our grandmothers back at home, some basic English which they may use to speak to maybe their grandchildren back at home. So one, what's your name? Ngakiokoroko. What's for lunch today? Kori lunch von rero. Okay, that's what I had. Good morning to all of you. So me and my friend Dalton are going to take on the part concerning drugs. So first of all, we need to understand what's the meaning of a drug. A drug is a substance that when it's taken into the body, it alters the body functioning. There are so many types of drugs that people consider them as dangerous, but others are also useful. Like, let's talk about tobacco. So tobacco, it's a drug that some people use it badly, but others also, it's meaningful to others. And it also leads to hallucination and peer pressure. That's all that I can say. Good morning. Good morning. I'm going to pick it up from where my friend left. As she said, a drug is anything that when taken alters the normal functioning of the body. The effects of drugs are depression, hallucination, addiction, and all sorts. But one word for the teenagers, because where I live, I see a lot of people who take drugs and alcohol, including mostly alcohol. I would like to say and tell you one thing. You are a rare gem and you took time to create. The special person that you are right now took time to create, and you don't deserve what you're doing to yourself because it does not help you in any way. I was your presenter, Onyonka Dalton. Good evening to my listeners. So at this time, I have
an advice for the young girls, and I chose to advise the young girls because the girls face many challenges at this age. So most young girls, you get, maybe they were born outside their parents' marital issues. Maybe their mothers gave birth to them where they were still young, maybe schooling, and then you get the mother has been married by another man. So most men discriminate the young girls, and so the young girls have nothing to depend on, or the young girls lose hope in life just for nothing, because the young girls see that the best solution is to maybe go and get married. Because they do think that that's a way to save their lives. But I tell you this time, that's not a way to save your lives. In this world, there are many opportunities, and we young girls are the ones who fail to make good choices. So as a young girl, you should think out of the box. Don't let these men ruin your lives. You can make it in life. I was your host, Simako Blessing. Hebu tueleze kidogo, hii lugha ya ishara munafundishwa shuleni ama munaijuaje? Hii lugha ya ishara mimi nilianza kujifundisha nyumbani wakati brother wangu alikuwa mgonjwa. Alipata ugonjwa wa masikio, sasa akaenda shuleni na akaanza kujifundisha. Vile alirudi nyumbani sasa nikaanza kumandikia vitu chini na muzina inaonyeshwa je kwa ishara, ananionyesha class kuna fanywa mazoezi hadi sasa najua. Kwa hivyo haujafunzwa pale shuleni hii lugha ya ishara ama umejua hivyo tu kutoka nyumbani? Bado sijaenda shuleni kufunza. Sasa kwa nafunzwa na brother wangu. Mambo mengine kwa tunatembea na yeye. Tukutana na interpreters wengine. Pia naona vile na sign. Yenye pale nakosea wananikosoa. Hivyo tu. Asante sana, mpeni makofi huyu ndugu kwa sababu anafanya kazi nzuri sana kwa miaka yake kujua lugha ya ishara. Hebu kwa mfano A, B, C, D, E, 1, 2, 3, Nimrod. Mambo magumu haya, Hiyo inakuaje sasa? Nimrod. Yes. N-E-M-R-O-D. Cosmas. Cosmas. C-O-S-M-E-S. Kisii. Kisii ni hivi kwa nini? Kisii. Kwa ishara ama we spell K-I-S-I-I. Enkayo Mogusi alisema juu Kisii ndio. Mwongori High School. M-W-O-N-G-O-R-I. Mambo mazuri haya. Mpeni huyu ndugu makofi tafadhali. Ananifurahisha sana. Haujafunzwa? Sijafunzwa. Umejua tu kutoka kule nyumbani? Naam. Asante sana. Wacha nijue kwa huyu dada. Umefunzwa wapi lugha ya ishara? Mimi binafsi nilianza kusoma kupitia kwa njia ya mama yangu. Juu ni mmoja wao wa kufunza special needs hapo Shanzu. Sasa wakati wa corona aliweza kunifunza. Manake watoto wengi walikuwa nje. Sasa ikabidi aniweke busy kwa kunifunza. Juu hata hapo kanisani kuna wenye hawajiwezi, wenye hawasikii. Sasa akaona ni heri anifunze ili niweze kucommunicate na wao. Asante sana. Umefanya kwa miaka mingapi sasa? Si kwa miaka mingi sana. Manake niko katika shule ya bweni. Sasa ndio maana wakati wa likizo ya corona kwanza hapo sijaienda tena class. Okay. Je, kuna mwanafunzi yote ambaye pengine umejaribu kumfundisha lugha ya ishara? Ndio. Kama nani kwa mfano? Yuko hapa? Yupo. Nani yule amefunzwa na huyu kidogo, amejua kidogo? Aje, ndio huyu? Si. Yuko hapa? Tunisia. Umeenda wapi Tunisia? Ndio huyu hapa Tunisia. Na huyu dada huyu Tunisia. Umesema Tunisia, jina lingine umesemaje? Chepkorir. Tunisia Chepkorir. Nasikia kwamba mjomba wake ni mfanyakazi wa Kisii FM kule kutoka kaunti ya Nyamira ambaye ni reporter wetu. Unamuita nani? Dennis Kirwa. Ndio hivyo basi aliniambia kwamba Dennis Kirwa ni anko yake, yani mjomba, sivyo? Asante sana. Umejifunza kidogo lugha ya ishara jamani?
Unajua kidogo kidogo. Hebu tafsiri sasa sentence inayoisema. Ni letters. Jina lako. Hebu andika jina lako. Tunisia Chepkorir. Hebu andika tuone. Tu ama ni T. Si amejaribu sana jamani, mpe makofi huyu. Asante sana. La muhimu zaidi hapa mtazamaji ni kwamba huyu ndugu pamoja na huyu dada hawajaenda kokote kujisomesha mambo ya lugha ya ishara. Hawajasomeshwa na mtu yote, lakini ni kusema kwamba wanafahamu haya kupitia kujifundisha wao wenyewe. Kumaanisha kwamba ukitaka kufanya jambo linawezekana, si lazima ukafunze na mtu yeyote. Asante sana, nashukuru sana. We now taking a short break, alafu tutarejea tukuambie tunaenda wapi, sehemu nyingine ni gani, alafu utakuwa unatufuatilia kwenye YouTube channel yetu hapo chini. Subscribe Kisii FM Digital moja kwa moja. Nataka kushukuru sana kwa sababu timu nzima ambayo imeshirikiana pamoja nasi kuhakikisha kwamba mambo haya yamekujia moja kwa moja kutoka hapa kwenye station yetu teule Kisii FM. Tuko kwenye studio na wanafunzi kutoka shule ya upili ya Mwongori. Tumefurahi sana, wana mambo mazuri haya, lakini wametutembelea tu katika kuona mawili matatu yale ambayo tunayoyafanya hapa katika taaluma hii ya utangazaji, kwa sababu wao ni kile chama cha shuleni ama journalism club kutoka kule shule yao. Kwa hivyo tunachukua tu muda kidogo, kisha baadaye tutakuwa tukirejea. Makofi tafadhali tunapomaliza. Asante sana. I hope you see my word. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'll do the rest. Kisii FM enka yomusi tonyore ase emitandao yaito ya YouTube konyora ebiro ase ebinto byonsi kuchakira chinsa inye kuanzia saa 4 hadi saa 7, ege teacher kuanzia saa 7 hadi saa 10, esaiga kuanzia Saturday pale Saturday kuanzia saa 3 hadi saa 6. Tufuate kwenye mitandao yetu ya Twitter, Instagram @Kisii FM. Karibu, just enjoy.